Shalom, shalom mtu wa Mungu. Biblia inasema katika Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema, imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Hili ni jambo ambalo unatakiwa kulifahamu ya kwamba imani ni uhakika, na unapokuwa na uhakika, hiyo ndio imani. Lakini kama hauna uhakika, maana yake ni kwamba hauna sehemu ya kwenda, hauna maana pa kwenda. Uhakika ndio unakupa sehemu ya kwenda. Kwa hiyo, na ni mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Uhakika wa sehemu unakokwenda ambako hakuonekani kwa macho ya kawaida. Kwa hiyo, kwa Mungu ndivyo anavyosema kwamba imani nakupa, imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kuna mambo 6 ambayo yanazuia imani au ni kikwazo cha imani katika maisha yetu ya kila siku hapa Tanzania au kwenye maisha yako ya kila siku hapa duniani. Watu wanasema kwamba umri wa tatizo ni jambo la kwanza. Umri wa tatizo, yani umri wako wa tatizo lile, yani nakupa kwamba uwezi kujua kwamba imani inafanya kazi kiasi gani. Sababu imani inapokuwa na umri mrefu, tayari watu wanavunjika imani. Kwa hiyo hicho kinakuwa kikwazo cha kwanza, na utaweza kuwagundua kwamba kuna watu walikosea baada ya kuwa na umri. Lakini jambo jingine la pili ilikuwa ni aibu. Yaani mtu anapokuwa na aibu anasababisha kupoteza kwa imani yake. Yaani mtu mwingine sasa ndio anamwambia njani, ndio niwaombee watu fulani. Mtu anaona aibu kwamba watu watanionaje. Lakini tayari ana tatizo hilo. Kwa hiyo anakuwa hana uhakika kwamba Mungu atamsaidia au hatamsaidia. Lakini kikwazo kingine cha tatu ni tamaa. Yeye anataka kufanikiwa haraka kuliko wengine wote. Yeye anataka kufanikiwa kupita, kukonka ulimwengu, kufanya vitu mbalimbali. Lakini ni jambo la tatu ambalo linazuia imani. Lakini jambo la 4 ni muda mrefu wa tatizo. Muda mrefu wa tatizo, ukishakuwa na muda mrefu wa tatizo, basi inakuwa ni jambo ambalo linasababisha imani kupungua. Biblia inasema katika Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema, imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Hili ni jambo ambalo unatakiwa kulifahamu ya kwamba imani ni uhakika, na unapokuwa na uhakika, hiyo ndio imani. Lakini kama hauna uhakika, maana yake ni kwamba hauna sehemu ya kwenda, hauna maana pa kwenda. Uhakika ndio unakupa sehemu ya kwenda. Kwa hiyo, na ni mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Uhakika wa sehemu unako